unless nini? Otherwise, ya kwamba nguvu za Mungu huwaga hazijali utakatifu, lakini uwepo wa Mungu unajali holiness. Amen. Amen. Kwa hiyo unapoingia kwenye kumkosea Mungu, unapoingia kwenye kuachana kalile Mungu aliyofanya, yeye Mungu wako anaondoka. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo katika hili ambalo tunafundishana, tumefika mahali ambapo Isaya 58 mstari wa kwanza tunasema kwamba piga kelele, paza sauti yako. Amen. Amen. Piga kelele, paza sauti yako kama tarumbeta. Waambie watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumwambia nini? Kosa na kuambia nini? Dhambi zao. Na tofauti kati ya kosa na nini? Dhambi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapoingia, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukikosea mtihani wa monthly test hauna maana unafukuzwa shule. Sio, unasikia? Ile mitihani ya mwezi unapofanya shuleni ukikosea unafukuzwa shule? Hapana. Makosa yale. Bwana Yesu atusaidie. Lakini siku kampiga mwalimu, ukifanya dhambi unatakiwa ufukuzwe. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo unapoanza kujua vipengele kwa Mungu, hili nalo ni kosa, wakati mwingine linahitaji kupandilizwa. Na hili hapa ni dhambi, hapa tunaingia tatizo. Uwaeleze watu wangu nini? Makosa yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nyumba ya Yakobo nini? Dhambi zake. Dhambi yao. Haleluya. So nyumba ya Yakobo kulikuwa kuna vitu na hivi vitu vinatokana na nini? Mpaka unaanza kuona Isaya anatuma waeleze watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Ni maana yake ni kwamba kulikuwa kuna vitu wana wa Israeli walianza kumlilia Mungu. Mbona hatuone Mungu kama vile alivyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati unaishi kama unapoishi maisha yako, kuna kipindi fulani lazima ujiulize kama mimi nimeokoka au sijaokoka. Sijui unanisikia? Kuna wakati lazima ujiulize mimi nimeokoka au sijaokoka. Au mimi na Mungu au sina Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Au kuna wakati mwingine unaweza kujiuliza mbona vitu haviendi? Kila unapofanya vitu havifanye nini? Amen. Na ahadi za Mungu ziko nyingi zinazothibitisha kwamba hautakuwa wewe nini mkia, bali utakuwa nini kichwa. Na watu wote wako nini? Mkia. Bado ahadi ya Mungu inasema hautakopa wewe, bali utafanya nini? Pesa. Lakini madeni ulionayo ni madeni. Sasa unajiuliza kwa wewe haya madeni yananiletea stress basi. Na wakati mimi nauliza alinifurahisha rafiki yangu Frank akasema madeni yakizidi hata rai inanificha. Na niamba mbona nimeficha madeni? Yesu atusaidie. Bwana Yesu atuhurumie sana. Amen. Sasa usiku dawa ya deni ni kufanya nini dawa? Hayo ndio ujulikana kama wewe mtoto wa Mungu. Watoto wa Mungu wote wanafanya nini? Wanalipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwenye Zaburi nasema vizuri, mwenye haki akikopa ulipa. Amen. Yaani ukitaka kuwa mwenye haki unapokopa lazima ufanye nini? Kama haulipi wewe sio mwenye haki. Jamani, ni tubu leo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo sasa tunafika mahala unaanza kuona hata huduma niliyokuwa nayo mbona haiendi kama zamani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huduma niliyokuwa nayo haiendi kama zamani. Kuna wakati lazima ujiulize mwenyewe kwamba hivi niko kwenye mstari au niko nje ya mstari? Bado anaahidi ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini bado Mungu anaahidi nitamponya haya yote. Sio kwamba atakuponya na machache, atakuponya haya yote. Kwa hiyo kama unapitia mateso, lazima kuna wakati wote kuona duniani. Wewe mateso mpaka unakufa. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Isaya 58 anasema waeleze watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo
Tena piga kelele, tena uwahubiri kweli kweli, maana uhubiri pata ufunuo wa kujua tatizo lao ni nini hapo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Niliwaambia wiki mbili zilizopita hapa, Mungu naye ni wa ajabu. Yaani kuna wakati Mungu unapomsoma ndani ya Bible unaweza kumshangaa. Wakati anawatuma wale malaika kwenda Sodoma. Amen. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba nimeshuka sasa, ndio anasema, ili niende nikaone kilio kinachonifikia sawa sawa na dhambi wanazozifanya. Kumbe Mungu haonaje uchi? Na wauliza uchi ni waonaje? Sasa mbona anasema nimeshuka? Mbona anasema anaenda kuthibitisha. Akiwa juu athibitisha. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Na ndio maana Mungu kuna wakati katikati ya watu lazima ainue huduma zile tano. Amen. Wengine atawainua wainjilisti, wengine mitume, wengine walimu, wengine manabii. Amen. Wengine wachungaji. Amen. Ili kufanya nini? Kila mmoja wetu aliyempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake kwa imani. Amen. Tayari Mungu amemfanya kuwa nani? Mtakatifu. Amemfanya kuwa nini jamani? Kwa sababu kwa kuchubuliwa kwake na kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Adhabu ya aibu. Adhabu ambayo tungeipata sisi kwa dhambi zetu na makosa yetu, Yesu aliichukua pale msalabani. Kwa hiyo unapomwamini yeye na unapompokea yeye, tayari anakufanya wewe kuwa nini? Mtakatifu. Unakuwa mwenye haki. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kwenye eneo hili ambalo tunataka tuseme siku ya leo, haleluya. Amen. Ni eneo ambalo kuna kipindi ambacho siku za Joshua, haleluya. Bwana asifiwe sana. Hili nimelisema wiki nzima lakini leo na conclude. Amen. Ya kwamba Joshua alipokuwa katika safari zake za utumishi, Mungu anamwambia Joshua ya kwamba Musa mtumishi wangu amekufa. Ripoti ya kifo cha Musa inatolewa na Mungu. Joshua sura ya kwanza, mstari wa kwanza, Mungu anampa ripoti Joshua wakati Joshua alikuwa anajiuliza, sijazoea hivi. Sijamjua Musa huyu, ninamjuaga akienda waga anarudi mlimani. Lakini mbona siku zinapita? Na aminiaga anaenda mlimani. Siku zinapita, muda unaenda, watu wanaanza kuona mbona tumekaa muda mrefu hapa jangwani hakuna safari inayoendelea. Mungu anakuja kumtokea Joshua anamwambia, Musa mtumishi wangu amekufa. Joshua, simama sasa. Uwachukue hao watu, uwapeleke kwenye nchi ya ahadi. Nasema hivi, simama. Kuna jambo unatakiwa ufanye wewe. Uwachukue watu, uwapeleke kwenye destiny. Amen. Unanisikia? Amen. Huduma, kipawa, karama Mungu aliyokupatia, una watu uliowabeba uwapeleke kwenye destiny zao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanakungoja wewe, kuna watu wanaingoja sauti yako. Kuna watu wanaongoja wimbo wako uwainue pale waliposinzia. Uwainue pale walipochoka. Uwainue pale wanaposikia maumivu. Watakaposikia ule wimbo unaoimba, watainuka na kuanza safari tena. Na kumwambia Mungu, wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Safari ya Joshua ilikuwa imejaa sitofahamu. Anajiuliza kwenye hema pale. Kila asubuhi anaangalia, Joshua sio nabii. Joshua kufunuliwa Musa ameenda wapi? Lakini Mungu mwenyewe anapomtokea Joshua anamwambia, inuka sasa. Mahali ambapo miguu yako itakapokanyaga nimekupa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unaweza kusikia habari za watu, lakini ni heri usikie habari ya Mungu. Amen. Amen. Habari za watu kuna wakati zimejaa mashaka. Alafu habari za watu zimejaa negativity nyingi za kupinga wewe hutafika kule ulipofika. Lakini heri usikie Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe.
Niliwaambia wakati nilipokuwa Goma ile wiki iliyopita, nilipokuwa pale Goma, wakati tunaomba kwa pamoja, sauti ya kama alikuwa ni mama yule akasema, asema Bwana wa majeshi, mtaondoka asubuhi na mapema. Safari yenu mimi Mungu nitakuwa pamoja na nyinyi. Mtafika salama kule kwendako. Ndio neno mimi kalidaka kwa sababu Mungu anasema atakuwa pamoja na sisi. Kwa kweli njiani mwendo wa pikipiki wa masaa 6 au 7 na unavuka walipokuwa M23 na majeshi ya Kilale tunakutana nao barabara. Na njia mbovu kule porini kusipokuwa vya kawaida. Unatembea unakutana nao wanawasimamisha, wakati mwingine wanakop gani simama hapa. Lakini hata kama hofu itanishika, lakini nakumbuka neno moja. Mungu aliniambia nitakuwa pamoja na wewe. Amen. Haijalishi fujo, sauti za namna gani zinasema kwenye maisha yako. Haijalishi upinzani wa namna gani unaoinuka. Wala haijalishi kuna ugonjwa wa namna gani ambao unaujua unakukatisha tamaa, lakini nakwambia leo inuka simama. Amen. Anataka kupeleka mbali. Mungu anataka kujivunia wewe. Sijui unanisikia? Mungu anataka kujivunia wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu hajawahi kujivunia malaika. Mungu anajivunia watu. Hajawahi kusema malaika fulani anayenipendeza, malaika fulani si anayenivutia, malaika fulani anafanya kazi nzuri. Haiko ndani ya Biblia. Inachosema umemwona mtumishi wangu Ayubu, mtu mkamilifu anayemwona anamwambia shetani, Mungu anataka kujivunia wewe. Keep going, endelea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Endelea mbele nasema. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Joshua akaambiwa inuka, akaambiwa mahali zitakapokanyaga nyayo zako nimekupa. Neno moja kubwa nilimwambia katika Joshua 1:5. Jinsi nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakapokuwa na wewe. Hakuna mtu atakayesimama mbele yako. Neno hili napolisikia niwaga linanitia nguvu sana. Siku utakaposimama kwenye huduma Mungu aliyoiweka ndani yako, hakuna mtu atakayesimama mbele yako. Amen. Shida yake tu ni kama unafanya huduma unataka ufanye kama fulani. Sijui unanisikia? Yaani unapewa huduma ya kinabii unataka utabiri kama fulani. No, don't do that. Kila nabii atafunuliwa sawa sawa na neema Mungu aliyompatia. Amen. Kila mwimbaji ataimba kulingana na wimbo Mungu aliyoweka ndani yake. Amen. Kila mwinjilisti atahubiri sawa sawa na sauti aliyopewa na Mungu ahubiri vipi. Na kila mwalimu atafundisha sawa sawa na kile walimu waliopewa na Mungu. Havinaga kufanana kwa sababu vikiwa na kufanana shetani ataiba. Sivyo alivyotembea Elia, na alivyotembea Elia sivyo alivyotembea Elisha, na alivyotembea Elisha sivyo alivyotembea Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu ana original tu. Kwa Mungu hakuna photocopy. Amen. Yaani wewe kama unapewa huduma ya kinabii usijidhani kwamba ina photocopy. Haiko. Hiyo ni ya kwako. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Joshua aliposimama hivi, tunasoma ile Joshua sura ya 7 na mstari ule wa 5. Tusome pale. Mstari wa 5. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36. Wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebaremu. Wakapiga huko kwenye materemko. Wakapiga huko kwenye materemko. Mioyo ya watu ikayeyuka, ikawa kama maji. Joshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Bwana asifiwe sana. Wakati walipowatuma watu nendeni, wakaambia kule juu kisoma nasema, hao watu hai ni watu wachache. Tumeni watu 3,000 tu waende wakapigana nao, kwa sababu tunajua taifa letu sisi anayetembea na sisi ni mwana wa vita. Bwana asifiwe sana. Anayetembea sisi ni nani jamani? Bwana wa vita. Wakati sura ya 3 na sura ya 4
aliulizwa swali, Joshua ndiye aliuliza swali alipoona kuna malaika yuko mbele yake, akamuuliza wewe ni nani? Joshua ndiye aliuliza wewe ni nani? Yule malaika akamwambia mimi ni amiri jeshi. Kwa sababu kila mtumishi anatembea na roho fulani ya Mungu. Haleluya. Kuna mwingine utatembea na roho ya mtu fulani, kuna mwingine utatembea na roho ya mtu mwingine, lakini ukitembea na roho ya jeshi kila wakati watu watakushangaa, wewe utakuwa kama mwanajeshi. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vya ugoigoi, vitu vya ulezi, vitu vya kuchelewa hautakuwa navyo. Sio, unanisikia? Bwana asifiwe. Ukiwa jeshini sauti moja tu ikisema anataka mwende mkakate 10 imeishia pale. Jeshini si uko naambiwa nendeni mkakate 10. Unaenda kukata 10, hakuna kumuuliza afande eti panga liko wapi? Wala choka liko wapi? Lakini anachowaambia saa 7:30 nisione 10. Lakini ukiwa mlokole sasa mtapata wapi panga? Yesu atusaidie. Haleluya. Yeye akishasema saa 7:30 unahitaji nini? Alafu atakayechelewa atakuta chakula hakiki na njaa inauma kupita kawaida. Kitoka pale akili nini? Utajua mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie. Kishaleta pale kuni, anakuambia saa 11:30 nahitaji kuona magogo kwa ajili ya matanuri ya kuokea nini? Nini wanasema nini? Matofali. Sasa je, afadhali 10 unaweza kuzikata hizi gogo? Na anawaambia kila mtu nataka nione ameleta magogo matatu kwa ajili ya matanuri. Angeshinda hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ile saa 11 tayari kila mtu ana magogo mangapi? Matatu wapi? Na hiyo haijalishi mwanamke, haijalishi, kila mtu aje na magogo matatu. Nikikisha pale afanye wewe kwani hujaleta? Wewe hujaleta? Hakuna hicho msalani mimi sijui naumwa, haiko kuuma. Haya kama unaumwa, haya anza pusha hapo mpaka mimi nitakapomaliza kuongea na watu. Wewe unapiga pusha. Inuka. Mmoja niwahi kupigisha pusha kama mjamii mpaka yule afanye akasema wewe haumii. Kumbe sio mimi nilikuwa nacheza mpira sana na nilikuwa nanyanyua sana vyuma. Kwa hiyo nilijua kabisa huko jeshini na kwenda nitapata kaline. Kwa hiyo nilikuwa nishajiandaa. Wakisema pusha mimi nilikuwa kama nacheka. Bwana Yesu atusaidie. Bwana asifiwe. Yule malaika akamwambia mimi ni amiri jeshi. Tunakwenda pamoja na wewe. Alisema nyinyi mko upande wetu au mko upande mwingine? Sisi tuko upande wenu, tunakwenda pamoja. Sasa kilichotokea hapa, wakashangaa wanawapeleka watu kwenda kupigana vita, watu wa hai wanawapiga watu 36 na wote watu wanaumia, wanaangamia. Joshua aliposikia hilo neno, akararua mavazi yake, akaanguka pale nje chini ya sanduku la Bwana, akakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni akiangalia, akisema hichi sicho kitu ambacho Mungu aliniambia. Mungu aliniambia hakuna mtu atakayesimama mbele yangu. Leo kwa nini watu wanakufa? Leo kwa nini anasema watu wanakufa? Joshua akalarua mavazi yake na wazee wa Israeli wakapaka vichwa vyao nini? Mafuta. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Joshua akalarua nini? Wazee wa Israeli wakapaka vichwa vyao nini? Kitu gani hichi kinachotokea kwenye taifa letu hili? Mambo gani ambayo hatujawahi kuyajua? Mambo gani ambayo hatujawahi ku-experience ya kuona tunapigwa na mataifa ambayo hayana Mungu? Hichi kitu hakipo. Joshua akaanguka kwenye sanduku la agano. Hichi kitu niliwaambia jana asubuhi. Juzi asubuhi kwenye morning glory. Nikawaambia wazi kabisa mpate kujua kwamba kila kitu unachokifanya kwenye mambo ya Mungu, Mungu anahitaji seriousness. Sijui unanisikia?
wazee kuonekana ya kwamba wana jambo lililowapata juu ya taifa lao. Wazee wakapaka nini? Mavumbi. Joshua akafanya nini? Akararua nguo zake. Unajua kazi ya Mungu mara nyingi sana watu wengi wanaichukulia kama part time. Kazi ya Mungu haiko part time. Kazi ya Mungu ina serious kuliko hata vile unavyojua wewe. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Niliwaambia kwa siku ya asubuhi ile nikawaambia wakati fulani Mungu anahitaji umakini kwenye namna ya kazi unayoenda kuifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kusema ya kwamba ninaingia kwenye huduma au ninaingia kwenye utumishi au comedian. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Unamtumikia Mungu ambaye aliyeziumba mbingu na nchi. Baada ya pale anakupa thawabu. Baada ya pale waliokuwa pamoja na wewe wanaokolewa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Leo unaweza ukamwambia mtu kaza umefika mahali ambapo unahitaji userious kwenye kazi ya Mungu. Unaona mtu hata kuja kwenye ibada anajishauri, anajifikiria sijui niende au nisiende. Wewe Mungu anahitaji umakini kwenye mambo yake. Ili saa utakapomuita, sikia alipomuita Joshua. Moja kati ya sifa ya Joshua aliyokuwa nayo maisha yake yote alikuwa tofauti na Musa. Joshua alikuwa na tabia moja hii. Bwana Yesu atusaidie. Joshua alikuwa akisema na kupiga upanga anakupiga. Alikuwa arudishi Joshua. Sijui unanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Alimzoesha Mungu kwa namna ile, ndio maana unaona Joshua aliposimamisha jua lilisimama, kwa sababu Mungu alijifunza tabia za nani? Za Joshua. Ya kwamba akisema kitu na kinakuwa vile. Lakini mimi leo nakataa siwe chai, baadaye unakunywa. Mimi siendi na baadaye. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa Mungu anashindwa kukujua wewe ukoje. Kwamba hili unaenda kufanya au. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana atusaidie. Joshua akaanguka kwenye sanduku la agano. Umenisikia kuhusu serious jambo? Ya kwamba tunajadika kama unakuwa kwenye position ya hubiri kama vile unajua kwamba nafsi nyingi zitapotea. Kama unafika nafasi ya kusema kwamba hapa namuimbia Mungu, imba kiasi cha kwamba mpaka watu wakutane na Mungu. Kama unafika mahali unahubiri kiasi cha kwamba mpaka watu wamuone Mungu katika mahubiri unayohubiri. Jina la Bwana libarikiwe. Ukifika mahali pa kutabiri sawa na ile sauti au revelation Mungu aliyokupa, usiongeze na wala usipunguze. Kwa sababu kuna wakati mwingine unataka kuongeza ili ujulikane na wewe ni nani. Mimi sitaki nijulikane mimi ni nani. Nataka Mungu ajulikane kwenye maisha yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya wapendwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ikafika saa Joshua alipoanguka kwenye sanduku pale. Amen. Amen. Haleluya. Twende pale mpaka mwisho wa utarudi kwenye sanduku la agano. Anasemaje Joshua? Yeye na wazee wa Israeli. Wakatia mavumbi kichwani mwao. Ndio. Joshua akasema, Bwana Mungu. Joshua akasema nini? Bwana Mungu. Bwana Mungu. Hiyo sio kwamba ile Mungu. Sijui unanisikia? Kuna kusema katika kuomba Mungu tofauti na Bwana Mungu. Sijui unanisikia? Unaposoma Bible lazima ujue zilivyoandikwa na namna gani unaweza kutumika. Ikisema Mungu ina maana nyingine. Na ukisema Bwana Mungu. Bwana Mungu. Ndiye anasema, kwa nini umewavusha watu hawa mto wa Yordani? Unaona anamuuliza Mungu kwa nini? Wewe unaweza kumuuliza Mungu kwa nini? Mimi nasema kweli unamuuliza Mungu kwa nini? Sawa, unaweza kumuuliza Mungu kwa nini? Kuna mtu mmoja niliwaambia kwa tunahubiri Burundi pale, ndio aliniuliza, kwa nini Mungu alimleta shetani? Mimi niko kwenye katikati ya mahubiri. Basa, naomba nikuulize. So unajua uliza ya Wakongomani na Warundi kule yanakuwa kama ya hasira. Naomba nikuulize. Kwa nini Mungu alimweka shetani?
Kwa nini kumwacha tuishi maisha mazuri tu siku zote za maisha yetu? Na mimi nikamwambia, umeuliza swali zuri. Na mimi ninachokushauri ni hichi. Maandiko yamesema, anitafutaye atafanya nini? Ataniona. Umtafute ukionana naye, umuulize. Maandiko yanasema yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu, yasiyofunuliwa ni ya kwake yeye mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Joshua anamwambia Mungu, kwa nini? Kwa nini? Hichi kinachotokea. Twende mbele. Ili kututia katika mikono ya Waamori. Unataka kututia kwa watu hao wasiotahiriwa hao. Watu ambao hawajui Mungu. Unataka kutuweka kwenye mikono yao. Na kutuangamiza. Na kutuangamiza. Laiti ingekuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Bora si ungetuacha mtu Yordani chukule. Bwana wangu. Bwana wangu. Niseme nini baada ya Israeli? Niseme nini? Kuwapa visogo adui zao. Twende. Maana Wakanani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Nini kwa ajili ya jina lako kuu? Twende. Bwana akamwambia Joshua, haya inuka. Mbona umeanguka kifudifudi hivi? Ndio maana nikwambia kila kitu kinahitaji umakini, kwa sababu Mungu anakuangalia. Na ni watu wa Mungu. Mungu anafanya nini? Mungu akamwambia, mbona umeanguka kifudifudi? Inuka Bwana. Inuka. Changuka kifudifudi Joshua. Inuka. Israeli wamefanya dhambi. Ndio hapo Mungu anaanza kumwambia Israeli wamefanya dhambi. Naam, wamelivunja agano langu. Namba 2. Kwanza dhambi, namba 2. Agano langu. Namba 3. Nililowaagiza. Naam, wametwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena namba 4. Tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamwambia Joshua, inuka, mbona umeanguka kifudifudi? Israeli wamefanya mambo ya Mungu ni ya mshangao. Aliyefanya kosa, aliyefanya dhambi ni mtu huyu. Lakini anasema Israeli alifanya kosa ni huyu. Lakini Mungu anamwambia Joshua, Israeli wamefanya nini? Na wamevunja agano. Amen. Joshua akafikiri, akaona sasa dhambi gani hapa tena imepitika hapa kwenye mpaka hapa. Endelea chini pale anasemaje? Ndipo saa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao. Na hicho ndio kitu ambacho kinachotuwekea vigumu. Kuna vitu hatuwezi kusimama na watu ambao hawajui Mungu. Uongo kweli? Na wauliza, uongo kweli? Unaweza kusimama nao? Kwa nini? Unaweza kusimama nao? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Unaweza kusimama nao? Kwa nini? Kwa sababu ya uoga. Kanisa, kwa sababu ya uoga. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anamwambia ndio maana mwezi kusimama mbele ya adui zenu.
kwa sababu kuna dhambi imeingia katikati yetu, na wameficha vitu, wengine wameiba, wengine wamefanya nini kule chini kabisa, kwa sababu tarudi pale kwenye neno kule chini walipoendelea. Joshua akachukua makabila yote ya Israeli, nyumba kwa nyumba, kabila kwa kabila, familia, ukoo, kila mmoja wapite pale kwa Joshua, akiwauliza mmoja baada ya mwingine, ni neno gani, neno gani. Maandiko yanasema akafika kwenye kabila la Yuda. Alipoingia kwenye kabila la Yuda, kuna ukoo fulani pale wa watu wa aina fulani pale. Akaingia pale akakutana na mtu anayeitwa Akani. Akamwambia Akani, mwanangu, tena amesema vizuri kweli, mwanangu, uungame vizuri, usinifiche neno. Kama vile anakuponya. Kama vile anafanya nini jamani? Akazani alipokuwa Joshua, akazani ndivyo alipokuwa Musa. Kumbe Joshua ni kitu kingine. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akani akaanza kuelezea vizuri. Bwana, unajua tena niliona vitu vizuri, tamaa ikaingia, nikavitamani vitu vya namna fulani. Na niliwaambia hapa katika nadhani mwezi uliopita nilisema mwanzo mkubwa wa dhambi kuingia ndani ya maisha ya watu unatokana na nini? Tamaa. Alipoliona lile tunda lafaa zuri kwa macho, la tamanika kwa maarifa. Tamaa ilipomwingia Eva, akalichuma lile tunda akala, akampa na nani? Na Adamu. Naye akafanya nini? Akala. Kwa sababu mianzo ya mambo mengi yanayokuta maisha yetu ni tamaa tu, na tamani vile kama hivyo. Na ndio maana niliwaambia dhambi ya kwanza kuingia duniani au kwenye ulimwengu wa roho ni dhambi ya shetani na Mungu. Sijui unanisikia? Shetani akatamani afanane na nani? Na Mungu. Kicho mwingiza yeye ni tamaa tu. Na ile tamaa ndio akafukuzwa, hata makao yake hayako tena kule. Bwana Yesu atubariki. Akani akamwambia Joshua, akamwambia Akani, ungama vizuri. Walipoungama vizuri, akamwambia, kwa nini kutuaibisha hivi? Joshua anasema, kwa nini kutuaibisha kwa namna hii? Wakachukuliwa wote na nyumba yake yote na familia na watoto wakubwa kwa wadogo na vichanga, wakatolewa nje, wakapelekwa mpaka kwenye bonde huko. Pigwa mawe wote. Sito kupigwa mawe, maana kifo cha mawe kibaya, afadhali uchome moto unakufa na haraka. Lakini mawe kwanza linasikia lingine hilo tu. Lingine kama linapiga kwenye mbaba. Alafu baada ya kumalizia, damu zimetoka kuwa nyingi, kila pale vitoto vimelia kiasi cha kutosha, ndio unawashwa moto sasa, unawaunguza wote. Maandiko yanasema kukawa kama kichuguu. Baada ya kumaliza kazi ya Akani, dhambi iliingia. Bwana Yesu tusaidie. Dhambi ilifanya nini jamani? Kubeba vitu vilivyowekwa wakfu. Vitu ambavyo vyote vilivyowekwa wakfu, vitu ambavyo vilivyoombewa kwa kasi fulani ya huduma fulani, viogope kama ukoma. Hata kama unajua kabisa hichi kitu ni kizuri, achana nacho kabisa, kwa sababu vitu bado vipo na vitakuja vizuri kuliko hivi vya leo. Kuliko vikuaibishe viingize dhambi ndani ya nyumba yako, ndani ya ukoo wako, ni bora uviache tu kuliko kuiba. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana asifiwe. Neno moja ambalo alilosema Joshua, haleluya, na ukoo wa Akani ukafutia wote, ukafutika kwa ile dhambi. Lakini nataka nirudi pale kwenye agano. Amen. Mungu anasema wamelivunja nini? Agano. Agano lina tafsiri nyingi. Amen. Lakini tafsiri ya kwanza, neno agano ni makubaliano. Sio, mnanisikia? Neno la kwanza kuhusu agano ni nini? Makubaliano. Haleluya. Lakini ndani ya makubaliano hayo kuna kuwaga na maagizo. Sawa? Ndani ya makubaliano kuna kuwa na nini? Na maagizo. Jina la Bwana libarikiwe.
ndani yake kunakuwa na sauti inayoongozwa kwa unabii wa maisha yako. Usome Mwanzo mstari wa 26 kuanzia mstari wa 4. Mwanzo 26 mstari wa 4. Soma kwa haraka. Pita leo usome msomaji. Nitasoma. Twende. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Nami nitawapa uzao wako nchi hii hizi zote. Ndio. Na katika uzao wako mataifa yote ya adui ya dunia watajibarikia kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu. Sikia hapo anasema kwa sababu nani jamani? Ibrahimu. Sikia hapo kwa sababu gani? Isaka anabarikiwa kwa sababu ya nani? Ya Ibrahimu. Narudia tena. Isaka anabarikiwa kwa sababu ya Ibrahimu. Twende. Alisikia sauti yangu. Ibrahimu neno la kwanza alifanya nini? Alisikia sauti yangu. Namba 1. Namba 2. Akayahifadhi maagizo yangu. Namba 2. Na amri zangu. Namba 3. Na hukumu zangu. Namba 4. Na sheria zangu. Namba 5. Sijui unanisikia? Abrahamu alihifadhi nini? Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu alihifadhi nini jamani? Maagizo. Akashika amri zake. Na nini? Na nini? Na alisikiliza sauti. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Akalivunja. Kwa hiyo Mungu anachomwambia, alilivunja agano langu. Haleluya. Agano ambalo mimi niliwapa nyinyi. Kwa hiyo agano ni makubaliano. Bwana asifiwe sana. Agano ni jamani? Ni makubaliano ambayo kati ya Mungu na mtu, Mungu na watu wake. Kuna makubaliano kati ya Mungu na nani? Na mtu. Ukifanya wewe vizuri, mimi nitatenda kwa ajili ya watoto wako. Nitaokoa kabila lako. Nitaiangalia nchi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna agano la mtu na Mungu na kuna agano kati ya Mungu na watu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Tuko pamoja hapo? Nasema tuko pamoja hapo. Agano ni makubaliano, ni maagizo, ni sauti ya Mungu iliyozungumza pamoja na wewe, ikikwambia kwamba nenda hivi. Haleluya. Si nilisema hapa wiki 2 zilizopita, nilisema dhambi ya kwanza inaweza ikaingia ndani ya mtu kwa kutotaka kusikiliza sauti ya Mungu. Usipotaka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, laana hizi zote zitakufuata. Maana ni kwamba kukosa kuisikia sauti ya Mungu ni kwenda nje ya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wamelivunja agano langu, maana yake sasa watu wanagoenda. Haleluya. Haleluya. Hao watu kwenye lile sanduku la agano niliwaambia hapa kulikuwa na vitu vinne vile au vitano vile ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na kopo la mana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na fimbo. Miujiza ya Mungu. Kopo la mana manake Mungu bado atatulisha mpaka leo. Jina la Bwana libarikiwe. Kulikuwa na mbao manake Mungu atembei bila sheria, na zile mbao Mungu alizifanya kuwa ni agano na wana wa Israeli. Kulikuwa na kingine mle ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kopo, mbao, fimbo. Haleluya. Mungu amejikamilisha pale. Alipoanguka kwenye lile sanduku la Bwana, maana yake kuna sehemu nyingine linaitwa sanduku la agano. Aha, agano ulilofanya na baba zetu, agano ulilofanya na mtumishi wako, sio vile ambavyo ninavyoona hivi vinavyotokea leo hii. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana atuhurumie. Wakati mwingine tunapofundishana mambo ya kwenda mbinguni, kuna wakati mwingine lazima tufundishane ya kwamba Mungu aliagana vipi na watu fulani. Haleluya. Amen. Niliwaambia neno moja katika Kutoka sura ya 2 na mstari wa 20 kwenda kule mpaka chini 24, anasema ya kwamba
akatokea mtu mmoja, Bwana Yesu asifiwe, akaenda kuwasaidia watoto wa kuhani Yethro kuwapa maji. Wakamuuliza yule mtu yuko wapi? Kumbe mtu mwenyewe alikuwa ni Musa. Wale mabinti wakamwambia, tumepata kuteka maji haraka leo, kulikuwa na Misri aliyetusaidia kufanya hivi vitu vyote. Unajua Musa alifanana na Wamisri. Sijui unanisikia? Musa hakufanana na Waebrania. Musa alifanana na Misri. Hata Paulo hakufanana sana na Wayahudi. Paulo alifanana na Wamisri. Kwa sababu kuna swali walimuuliza, wewe ndio yule Misri? Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana, unapofika mahala Musa alipofika pale, maandiko yanasema katika ile sura ya 2, ukiendelea kule chini anasema wana wa Israeli baada ya kufa kwake mfalme Farao. Amen. Wana wa Israeli wakaugua, wakalia kwa ajili ya ule utumwa uliowapata. Maandiko yakaandikwa ya kwamba Mungu akawaona, la kwanza, la pili Mungu akawaangalia. Kuna tofauti ya kuona na kuangalia. Mungu alipowaangalia, maandiko yameandikwa, akakumbuka agano aliloagana na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sijui mnanisikia watu wa Mungu? Akusema tu agano aliloagana na Ibrahimu. Mnishikie hapa vizuri wapendwa wa Bwana. Nasema narudia tena, mnisikilize vizuri hapa. Akakumbuka agano aliloagana na Ibrahimu, Isaka na nani? Kwa sababu lile alilosema na Abrahamu alikutimia vizuri, alimalizia kwa nani? Kwa Yakobo, kwa Isaka. Na lile ambalo hakumaliza kwa Isaka alimaliza kwa nani? Kwa sababu agano ni makubaliano ya mtu. Akifika kwa huyu anaweza akaleta makubaliano mengine. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Ya kwamba makubaliano yangu mimi kati ya Abrahamu, Isaka na Yakobo ni haya. Alipoona wanalia na kwa ajili ya uchungu wa mateso waliyopata kule Misri, Mungu akalikumbuka agano aliloagana na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Anamwambia Musa, nimeshuka sasa nije niwaokoe watu wangu. Wakati lazima tulazimishe Mungu ashuke. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yeye mwenyewe anasema nimefanya nini? Nimeshuka sasa ili nije niwaokoe watu wangu. Kuna mambo mpaka Mungu mwenyewe ahusike. Sijui mnanisikia watu wa Mungu? Kuna mambo mpaka nini jamani? Mungu mwenyewe ahusike. Kuna wakati karama zinafikiaga kikomo. Karama zinafikiaga kikomo. Karama maana yake nini? Ni karama ni huduma za kimalaika. Sijui mnanisikia watu wa Mungu? Lakini sasa zinaweza zikakutana na malaika wengine ni wakuu. Si Mikaeli aliwahi kukutana na shetani? Alisubutu kufanya kitu chochote kwa shetani? Alimwambia nini? Na Bwana afanye nini? Amkemea. Bwana Yesu atubariki. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwenye hili sasa, haleluya. Amen. Nami anasema wamelivunja agano langu. Lazima tushike ya kwamba kuna agano ambalo linalofanya ndio kulinda kizazi. Kuna agano linalofanya ndio kulinda watu wa Mungu. Kuna agano linalofanya kulinda labda kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Au kundi la watu fulani linalindwa na lile agano ambalo Mungu ameagana na mtu fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mkilivunja hilo, Mungu anakaa pembeni. Anawaacha mnakuwa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Joshua alijifunza hivi vitu sana kwa habari ya agano. Haleluya. Haleluya nasema tena. Haleluya narudia tena. Ya kwamba agano langu wamelivunja, na ninawaambia ukiingia kwenye ulimwengu wa roho kama na vitu vya kinabii. Sijui unanisikia? Ukaingia kwenye ulimwengu wa roho, agano ni nimeshika kutafsiri Kiswahili chake hapa. Ijumaa nilijaribu kuambia watu wanitafsiri lakini nikashindwa. Neno linalonijia kwa ndani linanijia neno delicate tu la Kiingereza. Sasa nashindwa kuweka la Kiswahili linakuwaje. Agano ni kitu kama delicate sana. Sijui unanisikia? Kitu kiko kama gemstone, kiko kama chupa fulani
unapewa. Bwana Yesu asifiwe. Shida yake ya agano linafanya nini? Linavunjika, ndio tatizo. Haleluya. Agano linafanya nini? Na ndio maana anasema wamelivunja. Hajawahi kusema wamelisahau, sio wamefanya nini. Anasema wamefanya nini? Nini ambalo tulioagana nalo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acha Mungu atubariki na atukumbushe maagano tusimame nayo katika nyakati hizo. Bwana Yesu atubariki sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Inapofika saa au inapofika muda tukayajua maagano, wakati mwingine hatutakuwa wepesi, tutakuwa majasiri. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza, 17 mstari wa kwanza, maandiko yanasema Bwana akamtokea Abrahamu. Ndio hivyo, akamtokea nani? Abrahamu. Akamwambia uende mbele zangu ukawe mkamilifu. Nenda mbele zangu ukawe nini? Kamilifu. Sio ukawe mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha ajabu kwenye agano jipya Mtume Paulo anafafanua. Anasema na manabii wanene wawili kwa wawili na kisha watu wafanye nini? Wakambatane. Bwana Yesu atusaidie. Agano jipya tunatakiwa kufanya nini? Haleluya. Ndio maana manabii unakuta nabii linavaa kama sijui mfalme linakisha watu. Wewe nabii ulipewa kuitisha watu, wewe ulipewa kukamilisha utakatifu wewe. Mtu anaweza kusicheza na nabii. Usicheze na nabii. Wewe uliwekwa kuwakamilisha. Yesu anisaidie. Unajua kuna wakati manabii wanatisha sana watu. Utakufa wewe. Hata ukiwa kufa bwana. Sisi tulipewa uzima kisha tuwe nao nini? Unatuambia kufa. Maisha yetu wa Afrika wanaishi wameshakufa. Yaani unajua kuna maisha watu wanaishi wameshafanya nini? Wamesha ila bado alafu wewe mtu ndio anamwambia utakufa. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana asifiwe sana. Agano, Mungu akalikumbuka agano aliloagana na nani? Na Ibrahimu na Isaka na nani jamani? Kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 5 anasema agano hili sikufanya na baba zenu bali nalifanya na mimi. Kuna agano Mungu alifanya na wana wa Israeli, lakini alikuhusika na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema agano hili sikufanya na baba zenu bali nimefanya nani? Na nyinyi. Kuna agano Mungu alifanya na wana wa Israeli, ambalo hilo agano lililinda kizazi cha taifa la Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa tunapoingia kwenye eneo hili na kumdai Mungu, amen, na kumtaka Mungu rehema na kumwambia Mungu atuhurumie, ya kwamba kama kuna vitu havikai sawa, kama vitu haviendi na tukalikosea agano uliloagana na watumishi wako au agano uliloliacha ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Agano hilo ambalo aliloliacha kama ni Yesu, haleluya, lazima tulishike na tuende nao ili tupate kuona wokovu kwenye maisha yetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ajabu iliyotokea Zaburi ya 89. Tuanze na mstari wa 29. Zaburi. Zaburi ya 89. 89. Vijana, bila wachangamke vijana wa kanisa. 29. Aha. Zaburi 89 mstari wa 29. Wazao wake nao
Mungu anasema na mtu wako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na Daudi ambaye alifanya naye agano. Wazao wake nitawadumisha milele. Na kiti chake cha enzi kama siku za mbingu. Hebu unasikia kiti chake za enzi kitakuwa kama siku za nini? Za mbinguni kuna mwisho. Nasema mbinguni kuna mwisho. Sikia sasa hapo chini anasemaje? Wanawe wakiacha sheria yangu, wasiende kwenye hukumu zangu, na wakaziharifu amri zangu, wasiyashike maagizo yangu, basi itawarudi makosa yao kwa fimbo. Makosa yanarudishwa kwa nini? Narudia tena, makosa yanarudishwa kwa nini? Kwa fimbo. Sikia sasa, kosa linarudishwa kwa nini? Kwa fimbo. Kingine kinachorudishwa. Na uovu wao. Uovu unarudishwa kwa nini? Kwa hiyo kuna fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna nini la kwanza? Fimbo. Na fimbo ya Mungu. Akikuchapa moja. Bwana Yesu atusaidie. Fimbo yake akikuchapa moja. Kitandani miezi 6. Nitawarudi kwa nini? Kwa fimbo. Wakifanya nini? Kosa. Alafu wakifanya nini? Tabia kusema tabia. Uovu. Wiki hii inafundisha uovu ni nini? Juma hili lote mpaka Jumapili. Kwa hiyo mkikosa morning glory basi. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mingine ndio nisio nafundisha Jumapili, mimi nafundisha tu morning glory. Kwa Jumapili watayapata ya kwao ya Jumapili. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ninawe wa kufanya dhambi, ninawe walifanya uovu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Uovu wao umefika mbinguni. Lakini Sodoma na Gomora hawakusema uovu umefika mbinguni. Sodoma na Gomora walisema nini? Dhambi imefika mbinguni. Bwana asifiwe sana. Wakifanya uovu na warudi kwa nini? Kwa mapiko. Twende chini anasema lakini fadhili zangu sitamwondolea yeye. Mungu naye mwacha. Unatandikwa lakini fadhili zake afanye nini? Asiondoi. Mungu anasema na wala sitafanya uaminifu wangu kuwa nini? Twende usikie kifungu. Sitaliharifu nini? Agano langu. Mungu anasema sitaliharifu nini? Agano langu. Jamani, huyu Mungu wakati mwingine tunatakiwa tumfahamu kwa mapana kama alivyosema Ayubu. Mjue sana Mungu ili uwe na nini? Mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Maana yake ni kwamba usipomjua kila wakati utakosa nini? Utakosa amani. Sasa hapa anasema sitaliharifu agano langu. Lakini ukisoma Samueli wa kwanza na ile kwamba ni kweli nilisema kwako kutakuwa na ukuhani milele, lakini neno hili linanipotelea mbali. Na waheshimu wanaoniheshimu na wasioniheshimu na wahesabia sio kitu. Kumbe Mungu naye anabadilika. Lakini nyimbo zenu mnapoimba Mungu abadiliki, Mungu abadiliki, mnaimba tena mpaka mnatoka jasho, Mungu abadiliki. Wewe anasema ni kweli nilisema katika nyumba hii watakuwa na ukuhani mpaka nini milele, lakini sasa na gairi na aliende mbali na mimi na waheshimu wanaoniheshimu. Sio mnanisikia kitu? Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana asifiwe. Nafanya nini jamani? Na waheshimu wanaofanya nini? Wanaoniheshimu. Moja kati ya vitu Yesu alikubali vingi tu. Alitemewa mate alikubali. Vingi Yesu alikubali. Yaani Yesu hata anapigwa watu wanamsema vibaya, Yesu alikubali. Lakini Yesu kwenye neno la kumvujia heshima alikataa. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Eli, kutoka kwako hakutakuwa na mzee. Yaani watakufa wakiwa vijana. Na ili wewe kumtokea kuna mwinjilisti mmoja alikuwa pale. Alianza kueleza watu, sisi kwenye familia yetu tunakufaga tukiwa tu, watu wakifika umri fulani wanakufa. Sasa nimeokoka na Yesu ni Bwana.
Sio akaanza kupiga, si unajua kelele za wainjilisti. Akasema mimi kwa sababu nimeokoka hilo jambo halitanikuta. Alipofikisha tu umri ule naye akafanya. Kwa sababu waeleze watu jamii yao na waeleze watu nini kosa. Kama hakuna mtu wa kuchukia ile kosa na kulitolea sacrifice kwa ajili ya ile kosa, itakaa ndani ya Mungu. Na ndio maana kwa nini tunakuwa na kibao katika Biblia ya kanisa. Bila umuhimu wa kufunua mambo ambayo yalikuwa yameshindikana. Kuna mambo ambayo shetani alipambana na watu huko nyuma. Sasa najua hawa nitawaficha tu wasijue hili jambo. Kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Bwana Yesu atusaidie. Na Biblia inasema kwamba yeye ni mshtaki wetu, anayetushtaki wapi? Mbele na nani? Usiku na nini? Wewe mashtaka yako nini? Yeye. Sasa mimi nakuuliza, kwa nini mbinguni kuna usiku kweli? Ukisoma Biblia mbinguni hakuna usiku. Yeye anatuchitaki nini? Usiku na mchana. Bwana Yesu atubariki. Tubakize dakika chache tunamaliza. Bwana asifiwe. Haleluya. Malizia pale mkono soma pale. Sasa anasemaje? Uaminifu wangu siwezi kufanya kuwa nini? Uongo. Sikia hapo. Sitaliarifu agano langu nililoagana naye. Huyo ni mtu anaagana na Mungu, anakuwa anapeana maagano, makubaliano. Sitalibadili neno lilotoka katika midomo yangu. Unaona, sitalibadili neno lililotoka wapi? Kumbe kuna mengine. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Ndio maana kati ya mambo magumu katika elimu ngumu ya kiroho. Amen. Kati ya mambo magumu katika elimu ya kiroho kufundisha Mungu. Hakuna vyo vya uinjilisti kwenye Biblia, wala vyo vya kichungaji. Humo kulikuwa na chuo vya nini? Kwa sababu hiyo ni shughuli. Elisha anamwambia, mtu anakuja anamuuliza kwa Elisha, niambie nitakufa au nitaishi? Nitabirie nitakufa au nitaishi? Elisha anamwambia, bila shaka utakufa na bila shaka utaishi. Sasa unashika nini? Mama, kila bila ni magumu. Anamwambia bila shaka utakufa na bila shaka. Sasa ushike nini? Unashikaje wote kwa nini unatembeaje? Hakunisha kutabu. Yule alikuwa anataka msimamo, awe na amani ndani ya moyo wake, kwamba nitaishi au nitafanya nini. Lakini nabii anamwambia bila shaka na bila shaka. Sasa lakini hapa anasema neno moja nitakalo sitalibadili neno lililotoka wapi? Kwani kuna maneno mengine aliyabadili? Sisi Isaya alienda kutabiri kwa Hezekia, akamwambia tengeneza mambo ya nini? Ya nyumba yako. Hautaishi bali utafanya nini? Utakufa. Hezekia akamwambia wapi? Ukutani. Akamwambia kumbuka. Nilienda mbele zako. Hivi na hivi. Huyo hapa nabii aliyetabiri akarudi tena. Akamwambia asema Bwana wa majeshi amekuongezea miaka yako. Amebadili. Mungu naye anabadili. Nasema hivi, abadili magumu kwetu yawe raha katika jina la Yesu. Abadili leo. Sisi mnanisikia, abadili leo pokeni. Narudia tena, abadili leo. Abadili leo katika jina la Yesu. Abadili, jina la Bwana libadili. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema sitalibadili neno lililotoka ndani ya kinywa changu. Sasa linakuja hilo dokumenti la Ukraine. Na sikia hilo linakuja la chini. Neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu. Neno moja nimeliapa kwa nini? Hakika. Hakika. Sitamwambia Daudi uongo. Lakini wengine kwa Daudi hizo nasema kuneti vita. Neno moja nimeapa kwa nini? Kwa utakatifu wangu.
Sitamwambia nani? Wengine wajiuliza hapa kwenye Morning Glory swali, na mimi nikalipenda sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa mchungaji, kuna Mungu ni muongo. Mimi nikamwambia Mungu si muongo na hata kuwa muongo na hajawahi kuwa muongo. Sijui unanisikia? Yeye kwake hakunaga uongo wala hajui uongo. Neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu, sitamwambia Daudi nini uongo. Lakini wengine walipambana na Mungu. Siku za Mikaya, Mungu anauliza ni mtume nani, nikamdanganya. Ni mtume nani, nikamdanganya nani? Ikatokea pepo, ikapiga saluti mbele za Mungu. Mnitume mimi niende. Kwa sababu Mungu hajui uongo, akauliza ile pepo utafanyaje? Hadi sijui watu uongo, akauliza ile pepo utafanyaje? Mungu anauliza uongo unafundishaje? Anamuuliza yule pepo utafanyaje? Pepo anasema nitawaingia wale manabii, nitakuwa pepo nini? Wale manabii walikuwa kweli. Wale manabii nasema walikuwa wazuri wale. Mikaya alipotabiri, wakamtandika kofi. Wakajibu roho Bwana aliondoka nini kweli? Kumbe wakaondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu, sitamwambia nini? Maana Mungu sio kwake kuna uongo. Mungu hakuna uongo kwake. Ila hatasema lakini afanye nini? Atimize. Bwana Yesu atubariki. Ukirudi kwenye mstari na anafanya nini? Anailisha na anatimiza yeye. Unasema Mungu aliniahidi mwaka huu kwamba atafanya mambo makubwa kwenye maisha yangu. Bwana yote si hata mmoja aliniuliza, sasa kuna watu wengine utawafanyaje ambao wakati mwingine labda wako kinyume na wewe? Mimi unawafanyaje? Naambia kwa hao watu nitawapenda. Sio lazima nitawapenda. Lakini naye nitafuata kama Mungu anasema nawapenda na wale sasa wasio nipenda. Mungu anasema nawapenda. Sasa wasio mpenda. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi tunataka tuingie kwenye level ya kumjua Bwana Yesu asifiwe sana. Katika dhambi ambayo iliingia juu ya Akani ya kuleta vitu vya tamaa, hii ndio wakati mwingine dhambi inaweza kaingia pia taifa lolote. Wanaweza wakaja watu wa kila namna. Wanaweza wakaja white people kutoka kwenye mataifa mengi. Wakataka kuja kufanya vitu vikubwa kwenye nchi yenu. Wewe kuliko uiangalia thamani ya ile nchi, unaingia nini? Tamaa. Unaweza kuingiza taifa. Na taifa likiingia dhambi, nilishaingia dhambi, ikishaingia maana yake ni laana. Na laana ikishaingia, Mungu anafanya nini? Anakaa pembeni. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atuhurumie. Moja kati ya kitu ambacho tunachokiamini na tutakachosimama nacho ni kile kusema ya kwamba asije mtu yoyote akatudanganya, akatupeleka tena kwenye utumwa, akaturudisha tena kwenye maisha ya taabu ya kuitumikia dhambi. Tuwe tayari, mtu awaye yote anakuja kuleta mambo hayo kumkemea. Sijui mnanisikia? Peke yake aliyesema maneno mazito tu alikuwa ni Paulo. Katika Wagalatia sura ya 1 na ule mstari wa 6 anasema ninahubiri ninasema nini? Na stajabu na mwacha upesi yule aliyewaita kwenye wito huu na kuigeukia injili ya namna nyingine. Iko injili ya namna nyingine. Wapendwa wa Bwana. Iko injili ya nini jamani? Namna nyingine. Paulo anakazana anasema
akiwepo mtu kwetu sisi, amen, akiwepo kwetu sisi mtu au malaika kutoka mbinguni akahubiri injili tofauti na ile niliyohubiri mimi, kulaaniwa na laana. Unanisikia hicho kitu? Kumbe kuna watu wanaweza wakaja wakabadili injili niliyoipokea, sawa? Au kuna malaika wanaweza wakaja na wao wakafanya nini? Paulo anasema kufanya nini? Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Paulo alirudia mara mbili neno hilo kusema kwamba ikiweko hata malaika kutoka mbinguni atakayehubiri tofauti na kile kilichohubiri sisi. Wokovu ni habari. Wokovu ni nini jamani? Habari. Wokovu ni msamaha wa dhambi. Wokovu, amen, ni uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wokovu ni faraja kwa kila mtu ambaye yuko kwenye uchungu. Wokovu unaleta tumaini ya kwamba iko siku na mimi nitapata raha. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haiko injili ya kuwataabisha watu, ya kuwatesa watu na kuwaingiza kwenye namna nyingine ambayo haikuweko. Mtaingiza. Natoa mfano mmoja wapo tu ambao nilisema siku ya Jumatano saa asubuhi. Nilisema wakati Sulemani alipokuwa amesimama kwenye ufalme wake. Ufalme wa kwanza sura ya 2. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Akatokea kaka yake Sulemani anaitwa Adonia. Adonia akamfuata mama yake Sulemani akamwambia, mama, ninajua yote nitakayokuambia. Ukimwambia Sulemani hatakataa, kwa sababu yote unayomwambia huaga na yakubali. Sasa ninaomba kitu hicho mwambie Sulemani. Mwambie Sulemani hivi, yule binti aliyekuwa anakaa kwenye kifua cha nani? Cha Daudi. Mimi nikamuoe. Mimi nikafanya nini? Yule aliyekuwa kifuani, mwanamke Mshunami, anataka kumuoa, bora achukue na ufalme aende nao kuliko kumuoa huyu. Akambadilikia, akamwambia kwa kuwa ametaka kitu hichi, amejitakia kifo. Siwezi nikakubali neno litakalowaingizia shida taifa la Israeli. Akatoa amri, Adonia akachinjwe, na kuhani aliyemdanganya Adonia akaondolewa ukuhani, asiwe kuhani tena. Mimi nawashangaa watu wengine nashindwa kuelewa. Mtu anajivunia kuwa mimi ni kuhani. Wewe kuna saa ukuhani unaondolewa na unakuwa hauna ukuhani tena. Amen. Iko authority, iko mamlaka hiyo ya kumuondolea mtu ukuhani aliyokuwa nao. Bwana Yesu atubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sulemani akamuondoa Sadoki kuhani asiwe mfalme, kwa sababu nataka kuingiza dhambi juu ya taifa hili. Ashukuriwe Mungu. Sijui mnanisikia? Ashukuriwe Mungu, kuna watu wanasimama kwa ajili ya taifa hili la Tanzania. Kila itwapo leo dhambi isiingie Tanzania, tukaingia kwenye shida. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanasimama usiku na mchana, wengine hata kuyasacrifice maisha yao. Wanamwambia Mungu, hatukubaliani na kitu hichi kiingie nchini mwetu, kwa sababu taifa litaenda kula hasara. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema wakati Mungu alipoona mmoja kati ya wana wa Israeli akaoa mwanamke wa kimataifa zama za Musa, akiwa Musa mwenyewe kwenye ukuhani wake na kina Haruni, Mungu alipoliona hilo shauri, hasira ya Mungu ikawaka, akawaua watu 14,000. Musa anamuuliza Mungu, ni nini kinachotokea, mbona unaua watu hivi? Mungu akamwambia Musa, umefanya dhambi. Mmoja katikati yenu ameoa mtu ambaye hastahili. Sasa tufanye nini?
Musa akasema wana wa Israeli wote waliooa mataifa wauawe. Kabla hawajauawa, akatokea mtu anaitwa Phineas, akalibeba fumo, akaenda akamkuta mwana wa Israeli mmoja ameoa mwanamke wa kimataifa, akaenda akamchoma yule Mwisraeli, akaenda akamchoma na yule mwanamke wakafa. Maandiko yanasema Bwana akasema, Phineas ameituliza hasira yangu, na kutoka kwake watakuwa na ukuhani wa milele. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sisemi uwe mtu, sijui unanisikia. Usije ukanipeleka kwa polisi, hapana. Kwa sababu hii agano jipya hakuna kuua. Agano jipya ni kukemea. Ukaona mtu anaingiza kitu ndani ya nyumba yako, kitaleta laana. Hiyo laana itakaa miaka mingi pasipo kutoka. Huyo yakupasa umkemee. Amina. Umkemee. Umkemee kabisa. Mwambie hapana, sitaki maneno ya nje nyumbani kwangu. Sitaki kuwa kizazi chenye laana, kikao mfano wa kuigwa wa watenda mabaya. Kizazi changu kitakuwa kizazi cha kuigwa mema na mambo makubwa waliokuwa wanataka kuyafanya kwa nyumba yangu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Tunamwambia Mungu mchana wa leo. Amen. Ikiwa kwamba kuna neno ambalo lililovunja agano na wewe, utusamehe. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Unajua sasa hivi kuna hatari kweli hata kwa watoto wetu hapa. Sijui. Au sio friend? Hatari kabisa. Kuna hatari kwa watoto wetu sana kwa kipindi hichi tulichokuwa nacho. Wana maamuzi tu wanayoyafanya mbaya sana, ambayo wanayaona kwao ni mazuri kwa macho ya mwili, lakini kwenye ulimwengu wa roho watasababisha watu kusimama kwa muda mrefu kutokwenda safari yao. Amen. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Mungu anamwambia Joshua, umenifanyia dhambi, safari imesimama, safari itaenda na mtavuka. Wale watu ni wadogo sana, mmewapiga watu zaidi ya milioni huko, lakini hawa watu wachache hamtavuka. Wale wamevunja agano lako, agano lililoagana na Ibrahimu, agano lililoagana na Isaka, agano lililoagana na Yakobo, agano lililoagana na mtumishi wangu Musa, na agano lililoagana na taifa la Israeli. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwamba kuna agano ambalo Mungu aliloagana nao, na kama tulikosea au tulilivunja, tunamwambia Mungu atusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Tuko pamoja hapo na mnanisikia? Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu. Amen. Huyu ndiye Mungu jana, leo, hata nini. Amen. Ahadi zake zinasimama na ahadi zake hazipungui hata moja. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa sababu agano lilipovunjwa linatuingiza kwenye magumu ambayo hatujawahi kuyaona kwenye maisha yetu. Hapa ndani ya kanisa kila mmoja ana unabii wa Mungu kufanya mambo makubwa kuliko anamfikiri yeye. Lakini anajiuliza why? Mbona hivi vitu havitimii? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nasemanga Mungu akiwa upande wetu, nani anayeweza kuwa juu yetu? Hii dunia yote ni mali ya Mungu. Hata kama mtu anasema mimi nataka leo niende Uingereza, mimi nataka kwenda Marekani, it's not a big deal. Kwamba ni ngumu kweli, ni kweli. Wakati dunia yote ni mali ya baba yangu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwambia Yesu wa Nazareti leo, Bwana tunaomba utuhurumie. Amen. Tunaomba ufanye nini jamani? Ikiwa kama tumekosea kwa upumbavu, kwa sababu maandiko yanasema Matendo 17:30 nasema zama za ujinga Mungu alihesabu kama hazioni, lakini sasa nasema mtubu. Zilikuwa zama za nini? Za ujinga. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana atuhurumie. Na Mungu atubariki katika jina la Yesu. Tusimame tumwambie Bwana. Sijui mwenyewe utamwambia Mungu kwa nini.